Team Solo, Team Strong, hoye, ni Saudi Life Updates, Miracle Mom. Leo naongea kuhusu hao madalala ambao wanatorosha wasichana kutoka visa. Madems, kama uko visa, usikubali kutoroshwa. Saa hizi hali huku nje sio mzuri. Hawa madalala wakisha kutorosha, wakifika huku nje wanakugeuka. Wanakaa kama nyoka. Wewe unaona ngozi yake ni nyororo, lakini sumu yake ni hatari. Huyu dalala ukiwa visa anakuambia mambo mengi mazuri. Anakuambia mwanzo akikutorosha utamlipa 3,000. Na anakuambia hautanilipa yote mara moja. Wewe ukitoka utanilipa ile uko nayo, alafu ingine utanilipa pole. Na mwanzo saa hii niko na kazi ya 2,500. Madamu anataka msichana. So nimeona wewe unaweza hiyo kazi tu, madamu ni mzuri, anakusifia. Kwa kweli msichana akishasikia hivyo anakaa sasa anaanza kuota tu 2,500. Alikuwa na hela kidogo atume nyumbani, basi anaamua ana cancel. Anaona hii pesa nitapelekea dalala. Alafu anaanza kukalculate. Dalala amemwambia utaingia tu, utapumzika kwa nyumba siku 2, uchangamshe mwili, alafu uende kazi. Alafu utakuwa mwezi ikiisha unakuja ijaza siku 2. Ijaza ni off. So guys, huyu msichana hajui yale mambo anaenda kujiingiza. Kwa angejua. Sasa anaanza kukalculate. Hii 2,500 vile nitakuwa nimeanza kazi, mwezi ikiisha nitapunguza tena deni ya dalala. Alafu balance 1,500 sasa ndio nitatuma nyumbani kiasi, na kiasi nibaki nayo nifanyie mahitaji yangu. So guys, huyu msichana kitu cha kwanza bila anaingia kwa dalala, kwa nyumba tu papo, rent imeanza kujihesabu. Rent ya nyumba 200 kila mwezi, Saudi riyals. Alafu bila anafika aoni hiyo 2,500, hakuna kazi kama hiyo. Mwanza anakuta wenzake zaidi ya 10 na kitu kwa hiyo nyumba wamekaa wanangojea kazi, hakuna kazi. Wakati huo dalala umeshamupea pesa. Ni werefu. Bifaa kutorosha unampea kile kitu uko nacho kwanza. Yeye ndiye anakuja kukupokea. Kama uko na documents unamkabidhi kwanza. So ameshika kama una documents ni passport na ikama, anakaa nazo, anakuambia ukimaliza ndio nitakurudishia documents. So wewe unakaa, na si ajabu hata ukae mwezi ishe bado hujapata hata kazi ya 1,500. Na baadaye ukibahatika upate hiyo kazi, huyu dalala anakuja kunegotiate na Mwarabu. Anamwambia huyu ni msichana wangu, mimi ndio nitakuwa nachukua mshahara wake. So atakuwa anachukua mshahara wako mpaka umalize hiyo deni yake ya 3,000. Na kama uko na deni ya nyumba akate hiyo deni, na ndio sasa uanze kuchukua mshahara wako. Umeshamwachia hizo documents. Hata wengine sasa hawarudishi. Umeshamaliza kumlipa bali harudishi hizo documents. Wanaanza kusifanyia biashara. Kuna wengi wetu huku hawatoroki na documents. Mwarabu anaficha hizo documents, uweze ukaziona. So wengine wanatoroka bila. So wakati anataka kuenda pahala kukuwa safe, inabidi sasa aombe igama ya mtu ama passport, atumie kukata ticket. So guys, huyo dalala unakuta sasa wakati unaanza kumuulizia hizo, unaanza kukosana. Sasa hata umeshamlipa, umemaliza deni. Hata mwingine anakufukuza sasa, anakurushia vitu zako nje. Jambo lingine, huyu dalala wakati atakumistreat, uone sasa utaki kukaa na yeye, unahamia kwa dalala mwingine atake hivyo. Anaanza sasa kukuwinda. Na wengi wao wanajuana na mapolisi.
unakuta amekutumia mapolisi, wamekushika na wamekupeleka deportation. So unakuta umeshapoteza. Ungekaa kwa Mwarabu, ungefanya tu kazi yako. Ulikuwa kwa Mwarabu, ulikuwa una staajabu ya Musa. Na sasa umehepa, unaanza sasa kuona ya Firauni sasa. Afadhali huyo Mwarabu. Kwa kweli huku nje wa Afrika wenzetu wanatumia wenzao kama watumwa. Wanawatumia vibaya sana, hata heri huyo Mwarabu. So guys, kama uko visa, just focus, maliza kazi, enda urudi na visa ingine ama ya nchi ingine. Na wenye mmeshakimbia already, bado you have chance. Unaweza focus na maisha yako. Kama umepata kazi hata ya pesa kidogo, focus upate kilicho chako, unarudi kwa nchi yako, unaamua kwenda nchi ingine. Lakini sasa usifike huku nje pia ukapotezwa. Unakuta madalala yani wanachanganya tu hao wasichana. Unakuta kuna wasichana wengine bila alitoka Kenya alikuwa tu na tabia zao zingine, hata wengine walikuwa wanalewa, wengine wanakuta pombe, hata wengine walikuwa wanatumia mihadharati. Akishafika huyu dalala anawawekanga tu pamoja. Tena hakuna aticha umri, unakuta kuna amechanganya tu wadogo wakubwa. So unakuta msichana alikuwa tu innocent, but amekaa na watu tofauti tofauti. Unakuta sasa ameanza kujifunza tabia za wengine. Unakuta ameharibika. Unakuta sasa hataki kazi. Yeye anataka tu pia kukaa hapo. Na dalala naye hataki kujua. Yeye chenye anajua tu mwezi ikiisha apate hiyo pesa yake ya rent. Yeye ndiye anataka. Hataki kujua utatoa pesa wapi, njia gani unatumia kupata pesa. Yeye hiyo hashughuliki nayo. Upande wa chakula, yeye hataki kujua nyinyi mtachisoti na chenye kiko. Wengine inabidi, wengine hata unaanza kununua kama unataka ukule ushiba ama chakula mzuri, unajinunulia chakula yako. So guys, maisha ya nje sio rahisi. Dalala wasiwaingize tu box na mnaanza kukubali. So focus. Ni Saudi Life Updates. Na pia kama umeshahepeshwa na dalala akakufanyia hivi, unaweza rusha hapo kwa comment ili inaweza kuwa wengine wapate pia mafunzo. Have this.